Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kwa Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Matumaini yangu ya kwamba mbuheri wa afya. Hata mimi ni mzima kabisa. Nashukuru bado tunaendelea na mafundisho ambayo tunataka kumfikisha Bwana Yesu ili watu wakaweze kupata ukombozi. Leo ndugu zangu katika binadamu, Waislamu na wale wa Kristo, na jambo moja hapa. Shetani ni kiumbe ambaye ni mbaya sana. Shetani, hata Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema kila unapoingia katika sehemu yoyote ama unaposoma Qur'ani, mlaani shaitani, a'udhu billahi minashaitani rajim, mkataeni shaitani, kwa sababu shaitani ni kiumbe ambaye ni mbaya. Kiumbe shetani ni mbaya, ni kiumbe aliyelaaniwa. Kwa mfano, nataka nisome Qur'ani hapa sura ya 15 aya ya 34 mpaka 35. Mwenyezi Mungu akasema, basi toka umo, na hali ya kuwa wewe sasa ni mwenye kufukuzwa na kubaidishwa na rehema, na kwa yakini itakuwa juu yako laana mpaka siku ya kiyama. Shaitani ni kiumbe ambaye alilaaniwa mpaka siku ya kiyama, hawezi kuwa kiumbe mzuri. Hiyo ni Qur'ani ndio inasema hivyo. Shetani hawezi kuwa kiumbe mzuri na alilaaniwa mpaka siku ya kiyama. Huyu aje achukuliwe aingize motoni dumbwi achomoke. Sasa anachokifanya, anatafuta viumbe wenzake hapa hawadanganye ili aingie nao motoni. Cha kushangaza sasa, kuna kitabu hapa kinaitwa Asili ya Majini, vitimbi vyao na namna ya kujilinda dhidi yao. Hiki kitabu hiki Asili ya Majini, kiangalia vizuri, sio kasema nimekiandika mimi. Mimi siandike vitabu hivi, mimi si mganga wala mimi si nani, mimi ni Mkristo. Lakini vitabu hivi vimeandikwa na shekhe mmoja anaitwa Dr. Ahmad Sakhr. Dr. Ahmad H. Sakhr. Mfasiri anaitwa Abu Jafar Chifu, huyu mwenye kuandika kitabu, Muislamu mkubwa huyu shekhe ndio kaandika kitabu. Nisikize vitu vya kushangaza. Anasema katika ukurasa wa 20 wa kitabu hichi kinachoitwa Asili ya Majini, ukurasa wa 20, ndio nataka niwaambie ndugu zangu Waislamu ya kwamba nyinyi mmepotea. Na si hata tunaongea kwa sababu ya kujificha nini na nini. Sisi tunatangaza kweli, nyinyi mmepotea. Hata mkitangaza na helikopta mseme inna dina inda Allah alislam, Uislamu ni dini yake, hata mkatangaza na helikopta, Uislamu hawezi kuwa dini. Nisikize vizuri. Ukurasa wa 20 nasema ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Muhammad mbora wa mitume. Sasa Muhammad mbora wa mitume kasilimisha shetani, yani Mungu kamshusha katika dunia hii. Katika sura ya 35, vitu tumesoma sura ya 15 aya 34 mpaka 35, Mwenyezi Mungu kamshusha katika dunia hii. Ni kiumbe aliyelaaniwa, hawezi kwenda peponi. Lakini alipofika katika dunia hii, mbora wa mitume Muhammad kamuona, kamuita, njoo hapa, njoo hapa, njoo hapa, njoo hapa, wewe shetani, wewe ni mzuri. Akamsilimisha, akampigisha shahada, akapiga shahada vizuri, shetani akawa Muislamu. Sasa huyu shetani sasa, maana shetani na majini ni vitu vimoja. Ukisoma Qur'ani sura ya 18 aya ya 50, sura ya 18 aya ya 50 iko vizuri tu, inasema kwamba shetani ni miongoni mwa kina nani? Shetani ni miongoni mwa majini. Shetani ni miongoni mwa majini. Nataka niisome aya iko hapa. Sura 18 aya ya 50. Nisikize vizuri. Inasema, nakumbukeni tulipowaambia malaika msujudieni Adam, basi wakamsujudia isipokuwa Ibilisi, alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake. Kwa hivyo shetani ni miongoni mwa majini. Shetani ni miongoni mwa majini. Sasa hawa majini, yani hawa mashaitani hapa katika dunia hii wamesilimishwa na Mtume Muhammad bora wa mitume. Baada ya kusilimishwa, hawa viumbe ambao ni majini, yani mashaitani hawa waliosilimishwa, wako msikitini kule wanaswali, maana ni Waislamu. Sio maneno yangu, nataka nikusomee kitabu kingine kiko hapa kinaitwa Ashhadu Muslim. Mimi nakuwekea kila kitu wazi. Ashhadu Muslim. Baada ya mtume kumsilimisha shetani, yani jini, shetani, mashetani maana ni miongoni mwa majini. Qur'ani 18:50 imesema. Sasa hao majini au mashaitani wakaenda wapi? Angalia ukurasa 18:50. Ukurasa 18:50, not ukurasa 18, ukurasa wa 36, kitabu kinaitwa Ashhadu Muslim. Vizuri nisikuchanganye.
kitabu kwa jina Ashadu Muslim. Angalia vizuri. Hiki kitabu kwa jina Ashadu Muslim, ukurasa wa 36. Sikiza vile kinasema. Baada ya mtume kusilimisha yule shetani ama yale majini, maana 18:50 Qur'ani imesema majini na mashaitani ni vikundi vimoja. Sasa baada ya kumsilimisha yule shetani na majini kule, wakakimbilia wapi? Ukurasa wa 36, kitabu kinaitwa Ashadu Muslim. Ukurasa wa 36 inasemaje? Atanuia kutoa salamu kumrudishia imamu na walio pamoja naye, miongoni mwa malaika na wanadamu na majini. Kwa hivyo kule msikitini mashehe na Waislamu wote tunapokuwa katika msikiti, tumemaliza ile sala, sasa tunataka kutawanyika kwenda majumbani. Kuna sala tunatoa pale, tuna salamu tunatoa. Tunasemaje? Tunaangalia upande huu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaangalia upande huu tena tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunasalimia kina nani sasa katika ile salamu? Inasema Muislamu atanuia kutoa salamu kumrudishia imamu na walio pamoja naye miongoni mwa malaika. Yaani ile salamu tunatoa salamu kwa imamu ambaye anatuadhinisha, tunatoa salamu kwa malaika waliomo msikitini na wanadamu waliomo msikitini na majini. Kwa hivyo majini walislimishwa na mtume, saa hii wako msikitini wanaswali. Hivi saa hii ninavyoongea adhana inaendelea. Saa hii. Baada ya adhana watu wataswali, kumaliza kuswali watasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh upande wa kushoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh upande wa kulia. Wanasalimia kina nani? Wanasalimia imamu, wanasalimia wanadamu, wanasalimia malaika na majini waliosilimishwa na mtume. Jamani ndugu zetu Waislamu, majini, mashetani ni viumbe vilivyoasi. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an sura 15 katika aya 34 mpaka 35 ya kwamba viumbe hawa hawawezi tubu dhambi zao, waliangamia. Wanapokuja tu katika msikiti, ukisoma Qur'an sura 7:16, wanakuja kuwapigia shere nyinyi wawapeleke motoni. Jamani, si mtoroke msikitini jamani, mkuja kanisani tuwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, ili hivi viumbe viwatoke mkaweze kufanya ibada ya halali. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.